Ikiwa jana ni tarehe 7 mwezi wa pili mwaka 2021, ambao ni siku watu wengi waliweza kushuhudia maajabu makubwa sana ambayo yaliweza kutokea kwa Diamond Platnumz, Simba, Chibude, Chibudangote, ambapo bana Diamond Platnumz siku zote amekuwa akizoeleka kwamba akienda sehemu fulani hivi ama nje ya nchi, sehemu kama Nairobi, sehemu kama wapi, basi hata kama angeweza kwenda kwa ndege, lakini angeweza kwenda kwa ndege ambayo ni ya shirika fulani hivi na kuweza kupenetrate mpaka pale. Lakini bwana, kitendo cha jana Diamond Platnumz imekuwa cha tofauti sana, kwa sababu Diamond Platnumz aliweza kwenda na private jet na kuweza kutuambia kwamba haendi sehemu nyingine yoyote bali anakwenda Nairobi, Kenya. So bana, kitu ambacho amekuwa kikifanya Diamond Platnumz Simba kimekuwa ni cha tofauti sana, na ni vitu ambavyo havihitaji explanation nyingi sana kuweza kujua kwamba Diamond Platnumz ana pesa kiasi gani, kutokana na the way ambavyo amekuwa akiishi maisha yake. Unaweza ukapigia swali lako mstari kutokana na vile ambavyo the way Diamond Platnumz amekuwa akiishi. Unaweza ukaamini tu kwamba moja kati ya vitu ambavyo Diamond Platnumz amekuwa navyo basi ni pesa nyingi sana, na the way pesa zake ambavyo zimekuwa zikionekana ni nyingi, na maneno mengi sana yamekuwa yakiongelewa juu yake. Lakini all in all, watu wengi wamekuwa wakiongea vitu vingi sana kuhusiana na Diamond Platnumz, the way mali zake ambavyo zimekuwa zikizidi kutengemaa na kuzidi kuwa nyingi sana, na watu wakaanza kuziwekea hofu fulani kwamba zinawezekana zikawa si mali za kawaida. Lakini all in all, tunajua nchi yetu ya Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo zingeweza kukusemea kile kitu ambacho ni negatively kutokana tu na kuweza kuwa na mali nyingi. So hiyo sio kesi sana, wala si kitu ambacho watu wengi kingewatisha sana, kutokana na watu wangeweza kuongea kutokana na Diamond Platnumz na mali zake. Lakini kitu ambacho sasa watu walikuja kucomplain na kama vile kuconfirm kwamba kuna kitu fulani ambacho kipo kwa Diamond Platnumz na mali zake, lakini pia na mziki wake, ni kutokana na kile ambacho aliweza kukisema yeye kwamba kila anapokaa na watu basi huweza kuthinki kutokana na vile ambavyo yeye amekuwa akiwaambia kwamba anytime kutoka pale alipo basi anaweza akafariki, anaweza kufa. Kitu hicho hapo kiliweza kuleta mjadala mwingi sana, na watu wengi wakashindwa kuelewa ni kwa sababu gani Diamond Platnumz ni mmoja kati ya watu ambao waliweza kufikia hatua mpaka ya kuweza kufikiria kifo. Kuna kitu gani ambacho kipo ndani yake? Na ndipo ambapo watu wakakosa majibu ya maswali hayo hapo, na ndio watu wakaanza kucreate a lot of things, a lot of news, a lot of information about this situation, kwa sababu ni kama vile watu hawaelewi kabisa kitu gani ambacho kimekuwa kikiendelea kwa upande wa Diamond Platnumz Simba. Anyway, hayo yote yakapita, watu wakazungumza vya kuzungumza kutokana na situation hiyo hapo. Lakini bana, sasa kitu ambacho kimeweza kutokea jana, Diamond Platnumz kuweza kufunga safari yake na kuweza kuelekea katika kipande kile pale cha Nairobi, Kenya, ndo kitu ambacho sasa kilikuja kuconfirm pia kitu kingine. Kwanza, the way ambavyo Diamond Platnumz aliweza kuruka na zile jeti, unaweza ukaona kabisa is not easy things, so kitu kidogo hata kidogo, wala usije ukathinki kwamba ni kila msanii bongo anaweza kufanya vile. Inawezekana akawa ni yeye tu, maybe na Alikiba, maybe Rayvanny, maybe Zuchu, maybe Harmonize, lakini
wengi wao wasingeweza kufanya kitu kama kile pale, na kitu hicho hapo inaonyesha the way ambavyo Diamond Platnumz ana power of money. So Diamond Platnumz mkwanja upo mwingi sana, tena wa kufuja, na ni mkwanja ambao hauwezi wewe eti ukasema Diamond Platnumz hana mkwanja, bali mkwanja upo. So bwana, watu wengi wakiamini kabisa kwamba safari ile pale ilikuwa safari maalum kwa sababu ya kwenda kama vile kumwambia kitu Nasib Junior, lakini pia kumwambia Tanasha Donna Oketch kutokana na maneno ambayo aliweza kuyasema. The way ambavyo Diamond Platnumz tumeona ambavyo aliweza kwenda pale Nairobi, mtu wa kwanza kwenda kuonana naye alikuwa ni Nasib Junior. So kitu hicho hapo ni kitu ambacho watu wengi walikuwa wakitegemea kwamba ni ngumu sana Diamond Platnumz kushindwa kufanya lolote kutokana na Nasib Junior. Huwezi jua kwamba Diamond Platnumz alionana na Nasib Junior kwa sababu gani? Kwa sababu wakati akitoa kauli hiyo hapo Diamond Platnumz kwenye kipindi cha The Switch, ni kama vile ndio siku ambayo Tanasha Donna Oketch na Nasib Junior waliweza kurudi katika kipande cha Kenya. So ni kama vile baada ya kuweza kurudi katika kipande cha Kenya, ni kama vile kuna kitu ambacho, kuna siri, kuna ujumbe ambao Diamond Platnumz angetakiwa amwachie Nasib Junior, na alivyofika kweli tulimuona kabisa the way ambavyo Diamond Platnumz aliweza kuwa karibu sana na Nasib Junior, na ni kama vile alikuwa na furaha sana kutokana na the way ambavyo aliweza kumuona Nasib Junior. Yani ni kama vile hajawahi kumuona toka enzi na enzi, na kitu hiko hapo kiliweza kuleta a lot of question, na watu wakajiuliza kwamba watu walitegemea kabisa kwamba Tifa na Zari the Boss Lady walivyoweza kuja katika kipande hiki hapa cha Tanzania, basi Diamond Platnumz naye angeweza kufunga safari na kwenda SCA kwa ajili ya watu hao. Lakini kitu ambacho kimekuwa kikitokea ni kitu ambacho ni Diamond Platnumz kuja katika maisha ya Nasib Junior. Ebana, kitu hiko hapo kinaweza kweli kikawa kweli kwamba Diamond Platnumz amekwenda kwa Nasib Junior kwa ajili ya kama vile kumpa maneno fulani ambayo maybe pia angeweza kumsaidia katika kifungo chake ambacho watu wengi wamekuwa wakidai kwamba Diamond Platnumz kauli ile pale ambayo ameweza kuisema aliweza kutumwa na Freemason. Na kitu hicho hapo ndio kitu watu wengi wamekuwa wakijiuliza na watu wengi wamekuwa wakithinki kuhusiana na kitu hicho hapo. Lakini ni ngumu sana wewe kuweza kujua siri ya mtu, kwa sababu siri ya mtu siku zote huweza kuijua yeye mwenyewe, kwa sababu mtu yeye mwenyewe ndo ambaye angeweza kujua which is which. Lakini Diamond Platnumz bado ameendelea na series nzuri sana ambayo watu wengi wamekuwa hawaelewi kitu ambacho kimekuwa kikiendelea, kwa sababu mpaka sasa hivi watu hawaelewi kwamba Nairobi Diamond Platnumz amefuata kitu gani au ameenda kwa lengo gani, kwa sababu ni kama vile msafara wa magari pia ya kifahari umekuwa mwingi sana, na kila mmoja akionekana kabisa kwamba kuna kitu akihitaji ama kuna maelezo ambayo Diamond Platnumz inabidi ayatoe kutokana na maneno yake ambayo alisema kwamba anytime, any day, any second anaweza kufa. Na kitu hicho hapo mashabiki wamekuwa na sintofahamu nyingi sana na kutaka kujua, na wamekuwa kitulaumu sana wakisema kwamba Pink Lion umekuwa ukitoa taarifa hizi hapa ambazo hazina ushahidi. Lakini lazima ujue tu kwamba maneno hayo aliweza kuongea Diamond Platnumz mwenyewe, wala sijaongea mimi. Lakini mimi ninachojaribu tu ni kuweka vile ambavyo watu wamekuwa wakithinki kutokana na maneno ambayo Diamond Platnumz mwenyewe ameweza kuongea. Bali mimi kama mimi ni kuhakikishia tu kwamba ninakusogezea kila kitu ambacho kinakuwa kinaendana kidogo na vile vitu ambavyo vinatokea kwa star mkubwa kama vile Diamond Platnumz na wengineo. So mtazamaji wangu, nina imani utakuwa umenielewa kutokana na kitu ambacho nimeweza kukueleza. So unaweza kudrop comment yako hapo chini na kuweza kuniambia chochote kitu kile, lakini pia usisahau kusubscribe, lakini pia kuweza kutani on notification yako ili uwe kwanza kupata
update zetu.